Dalali wa Taifa, leo niko Kigamboni Mikwambe huku. Nina nyumba hii hapa. Kuna wale ambao walikuwa wanasema, mwanangu, sasa ninakaribia kustahafu na ninataka nyumba nzuri ya bei rahisi ambao kwenye hicho kinua mgongo changu basi nitabakiza hapo hela kidogo ya biashara, maisha yaendelee. Haya, nina nyumba hii hapa. Nyumba hii ina vyumba 4 vya kulala na vyumba 2 kati yake ni master, ina sebule, ina jiko, ina dining na public toilet na vile vile ina store ndani. Na hii nyumba usione hapa imejengwa mbele kabisa mwa kiwanja. Hii nyumba ina kiwanja cha ukubwa wa square mita 1500. Na bwana, nyumba iko mtaa mzuri kabisa, lakini nikutahadharishe tu. Nimesema nyumba hii inawafaa wastaafu, lakini na watu ambao hawapendi makelele. Nyumba haiko lami. Kutoka lami mpaka hapa unatembea umbali wa kilomita 2.5 mpaka 3. Ndio unafika kwenye hii nyumba. Umeona Lakini nyumba ni nzuri. Nyumba inauzwa bei rahisi, milioni 90 tu unakuwa umekwisha kujipatia hii nyumba. Sasa kama mpata kinua mgongo milioni 250, unatoa hapo milioni 90, maisha mengine yanaendelea. Na likiwanja la kutosha, square mita 2500, unaweza ukafanya chochote ndani ya hichi kiwanja, ukafuga, ukaweka ng'ombe, ukaweka mbuzi, etc. Nikisema square mita 1500 na malisha ni robo eka na zaidi. Umeona nyumba hii hapa. Nyumba imejengwa kwa viwango vizuri, standard ya kutosha. Umeona standard ni ya kutosha. Imezingatia viwango vya ubora, umeona? Nyumba imezingatia viwango vya ubora. Sasa nyumba inaishi watu ndani. Kwa hiyo ukija sasa utapata nafasi ya kuingia ndani. Ila kwa mimi siwezi ingia ndani kurekodi vitu vya watu huko na nini na vitu kama hivyo. Nyumba inatupwa jamani, milioni 90. Umeona na msingi ulivyo wa kibabe. Jumba la kibabe sana. Msingi tu unaweza kuwa umekula tofali labda 7,000. Msingi peke yake. Kwa wale wajenzi watanielewa nasema nini. Umeona? Haya, kuna eneo hili hapa, ili eneo lote hili Migombani, kwenye miogo hii, machungwa na nini na kadhalika. Yote hii ni eneo la huyu mmiliki wa nyumba. Ukaelewa tu, sijali, taratibu. Eneo laanza kule ukutani pale. Naanza hapo ukutani hapo. Inaenda mpaka kule kwenye yale manguzo ya miti pale kule. Lakini kwa hapa lavuka hii fence. Hapa aliweka tu kwa sababu ya kuku na nini. Sababu anafuga kuku hapa. Lakini eneo laenda mpaka pale kwenye kinguzo kidogo hapo mwisho wa kulimu hapo. Kuna hicho kinguzo hapo. Ndio eneo lote hili ni la kwake. Sasa kwa hapa na wewe unaweza ukaja ukamtafuta mwenye huko chini, ukaongeza, ukaendelea kwenda huko. Nyumba hii hapa, karibu sana ujipatie hii nyumba ambayo inauzwa milioni 90 tu jamani. Unapata hii nyumba hapa, unaondoka nayo, unakula maisha. Unaweza ukaja ukanunua ukasema ni kwa ajili ya baadaye siku nikistaafu, ama ninapaacha papande bei. Kwa wale ambao ni wawekezaji, unaweza kusema nanunua ninapaacha huko baadaye huko, badala ya kuweka hela benki na kadhalika. Watu wajanja kama hivi sasa hivi kuna vita vya kibiashara vinavyoendelea. Watu wananunua dhahabu, ndio maana unaona soko la dhahabu limepanda sana.
watu hawaweki pesa benki, maana unajua pesa zikikaa benki zinaweza zikageuka zikashuka, lakini dhahabu haishuki wala ardhi haishuki. Watu wananunua dhahabu, wananunua ardhi kwa wingi, mali zisizohamishika, wanaficha hela zao huko. Kwa hiyo epuka kununua vitu vya ovyo ovyo. Weka hela kwenye dhahabu, weka hela kwenye nyumba, kwenye ardhi. Hata stock hisa zinaweza zikashuka. Soko la hisa linaweza likaporomoka. Lakini ardhi ina compete na thamani halisi iliyopo kwa wakati huo. Unangoja nini sasa uje ujichukulie nyumba hii hapa nzuri sana. Karibuni sana.